binti tu mwaka wa 2000 tuna huruma. Sio wakaushi kama wa zamani. Mwenyezi Mungu stiri kizazi chetu. Mtoto tunasumbua jamii. Kama jamii hukujielewa utakwenda hovyo. Mwenyezi Mungu azidi kutulinda. Lakini watoto wa miaka 2000 wallahi ni wazuri. Ila Mwenyezi Mungu awape ucha Mungu. Na atupe na sisi ucha Mungu. Ni wazuri. Tabia kuchokoza baraza za kahawa kiona mmekaa wanangozao za kuvaona mamwendo yao ya kujibinua. Hamjaona siku hizi binti wa kizazi 2000 anavaa nguo anajibana wananamna kubinua maziwa afu hapa jua naacha wazi anatembea anacheza cheza hivi. Hamjaona hivyo? Kwa uchokozi anapita baraza la kahawa anarudi afu unamwona mmoja anakunywa kahawa kikombe kiko huku jicho liko huku. Binti wa kizazi cha 2000 anavaa chupi alafu anamimina ushanga juu anajirekodi na video. Alafu akisha kujirekodi vizuri anakuonesha matako, anageuka kupa matako, akitaka kumaliza video afu anakuita hivi kwenye video. Afu kana katika afu roho inakuuma kwa nini kalikatika. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشكر الله سبحانه وتعالى ambaye tunamuomba na kumtaka msaada, rehma na amani zimwendee wa mwisho wa manabii, kiongozi wa umma huu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Waheshimiwa watukufu wa Islam, leo tutakwenda na hadithi ya kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Alafu nitakuelekezeni ni jambo gani katika haya mafunzo ya hadithi ya mtume ninalitaka mimi. Alikuja sahaba kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, anamuuliza mtume, ayu dhambi adham, mtume, ni ipi dhambi kubwa kuliko madhambi mengine? Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia, antaj'ala lillahi nidda, ni kumjalia Allah wakati wa kumwabudu unaweka mshirika ambaye unamtegemea sawa sawa na Allah. Wa huwa khalaqak, na yeye Allah ndiye ambaye kakumba. Sahaba akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallama, ya Rasulullah, hilo nimelisikia. Thumma ai, kisha lipi? Akamwambia, antaktula waladaka makhafatan an yaakula maka, ni kumuua mtoto wako kwa hofu ya riziki ya kula naye. Ima kuitua mimba, kusema kama tuna watoto wengi, huyu akija tutapata tabu, utaulizwa na Allah. Sahaba akamwambia, hili nimelisikia. Thumma ai, kisha lipi? Antuzani ya khalila tajarika, ni mtu kuzini na kipenzi cha jirani yake. Ni mtu kuzini na mke wa jirani yake. Hii ni dhambi ambayo imekithiri katika jamii yetu, na wengi wanajisahau pale walipokusanya mambo matano. Mambo matano yanamfanya mwanadamu anakuwa na kiburi na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala bila kuchelea chochote.
Moja, alwujudu. Mwanadamu anapojiona yeye yupo kila siku, ameidiriki siku na akaimaliza, na akaamka siku nyingine, kila siku yupo, taarifa za vifo ni wenzake, yeye ya kwake haitoki, yeye yupo. Hili linampelekea mwanadamu anakuwa na kibri cha kuweza kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Antuzania khalila tajarik, mtu kumzini mke wa jirani yake. Na wengine wanadanganyika kwa hili tu la yeye kuwepo, alwujudu, yeye kuwepo. Wanasema kam min mustakbili yawman, ni wangapi wameipokea siku, wameidiriki siku lakini hawakuikamilisha. Ni wangapi? Siku umeidiriki lakini hujaikamilisha. Wa muntadhiru hada, na kuna mtu anaisubiri kesho, la yudrikuhu, wala haifiki hiyo kesho. Wewe unadanganyika afya yako, unasifiwa na yule, unakwenda unamsaliti mwenzako, Allah subhanahu wa ta'ala haliridhi. Na wengine anajivunia kumrubuni mke wa watu mali. Anaona mwenzake uwezo ni wa chini, yeye uwezo wake ni mkubwa. Neema ile ya mali yeye anaitumia kumwasi Allah badala ya kumshukuru Allah na kuyafanya aliyokuwa mazuri. Siku moja kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi na tunukulia sahaba, Mtume alikuwa akisoma alhaakumut takathur, mbona mmepumbazwa na kutafuta vingi tu vya dunia pasina kufanya ibada na kujikurubisha kwa Allah, hata zurtumul maqabir, mpaka nyie mkajikuta mmekufa alafu mnapelekwa makaburini nyie. Kisha Mtume akasema haya maneno, akasema yaqulu ibnu adama mali. Mwanadamu anajifakharisha na kujipiga kifuani mwake na kusema mali yangu, anajivuna. Wa halaka ya ibn adama min malika illa ma akalta fa afnaita, wa mwanadamu una mali zaidi ya ile ambayo ulikula ukaimaliza, yenye kubaki ni ya warithi. Au ile nguo unaivaa ukaimaliza, kama ni nzuri umeivaa ikaisha, kama ni nzuri itabaki ya warithi. Au ile ambayo umeitolea sadaka ikakubaliwa kwa Mwenyezi Mungu, ndio mali yako. Wengi wanafanya viburi, wengi wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya maasi aina mbalimbali. Na hapa mara nyingi ni pale watu wameikosea hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume ametuambia tunkahul mar'a li arba, mwanamke anaolewa katika moja au zote hizi sababu 4. Lijamaliha, kwa uzuri wake, walihasabiha, kinasaba chake, walimaliha, kwa mali yake, fathfar bidhati dini taribati yadaka, jipatie mwanamke mwenye dini, mikono yako itakuwa imeshika pazuri. Wengi katika wanaume wengi hamchukui mwanamke mwenye maadili, anamchukua mwanamke ambaye hana sifa ya dini. Huyu mwanamke ni mzuri, haujakatazwa kumwoa mwanamke mzuri. Lengo la mwisho Mtume ametuashiria mtafute mwenye dini, utakuwa umetulia. Tunawatafuta wanawake kweli wazuri wenye muonekano, wengi tunawatafuta. Umemwona amevaa kola imemshika ikamrumbata vizuri sawa sawa, amevaa nguo imebana kifuani, matiti yamemsimama, amekaa sawa sawa, kakuvutia bila kuzingatia dini.
Sasa ukiwa katika mambo ya kuto kuzingatia dini, hapa kuna matatizo yanakuja baadaye. Mmoja katika Waislamu, dada mmoja katika dada wa Kiislamu, ameolewa na mume wake. Baada ya kuolewa na mume wake, amekaa akamchukua mdogo wake wa kike akamweka kwake, akamsomesha, akakaa. Nataka kukuonesheni tutafute wanawake wa dini. Alipokaa na huyu mume wake na akamsomesha huyu mdogo wake, kidogo kimekuwa, kinavaa nguo zinavutia. Kidogo hichi kimekuja kikamshitua mume. Kuna waume ambao hawatulii. Dada kishakuwa, kumbukeni watu wazima wanamume wanachelewa sana kukua kiroho, wana uroho wa watoto wanawake. Huyu mwanaume akawa anatembea na mdogo mtu, mpaka ikafikia mkubwa mtu akalifahamu, akawa anamtahadharisha, anampenda mdogo wake na anaupenda ujumba, na mkubwa mtu hataki avuje atoke nje. Lililotokea, mwanaume kwa hela ambazo yuko nazo na utajiri wake, aliutumia ukaidi. Mle katika kile chumba, ile nyumba, akawa anapanga zamu, analala kule siku 3, analala huku siku 3. Lakini yule mama roho yake anakuja anayaleta mashtaka. Ndugu zangu Waislamu, jamani, ndoa yangu imekuwa chungu. Majibu ya yule mwanaume anamwambia, toka, kama ujumbe umekushinda toka. Dada anachukua uamuzi wa kutaka mdogo wake atoke. Mume anamwambia, mdogo wako hatotoka hapa. Ndugu zangu Waislamu, hali ambayo ilikwenda, mazingira ambayo yaliyokwenda, huyu mwanamke amekaa mle ndani mpaka ikatokea mume hajimsikii. Mume akamtupilia, akawa mume ni kulala katika chumba cha mdogo mtu. Ndugu zangu Waislamu, mkubwa mtu, mawazo, fikra, akapatwa na maradhi ya moyo. Ndugu zangu Waislamu, siku moja ninatoka Kanyosha, mimi niko ninapita, nakuja mjini, naona jilbabe nyingi zinatoka Aziatiki. Nikauliza, mnatoka wapi? Kulikuwa kikao leo. Akanambia, hapana, fulani amekufa. Nikasema, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Yule mama wa Kiarabu ambaye mume wake kamtupa kwa ajili ya mdogo wake. Yule baba, familia ikamsema, lakini hakuachana na yule mdogo mtu. Matokeo yalitokea namna gani, ndugu zangu Waislamu? Yule baba ameamua kuchukua jukumu la kwenda huyu mwanamke kwenda kumpangia sehemu. Wakendo wakakaa. Kitoto kinapendeza, mashallah. Kitoto kikamlazimisha kiendelee kusoma, kikaendelea kusoma. Kitoto kizuri kweli. Yule baba hakujali ya mtu wala jamaa wala nini. Sikilizeni sasa malipo ya mtu bila kutafuta mwanamke wa dini. Yale ambayo tunayoyafanya Mwenyezi Mungu anatuonesha mara nyingi. Wanamume tu tunatulia, tuache mfumo wa maasi. Yule baba wa Kiarabu alianguka kiharusi, akawa paralize ndani. Haja kubwa hapo hapo, haja ndogo hapo hapo. Tizama majibu ya Allah. Yule mtoto mwanamke, warafiki wa yule mwanamume, wakao wanamchukua mtoto mwanamke, wanamvusha na wanamrudisha na gari. Yeye yuko ndani, yuko tabani. Mwanamke akija, naomba, unanifanyia mambo ya hivyo, unaniumiza roho, mimi nakupenda. Mwanamume analia machozi, anasahau na yeye kama alimsaliti nani? Alimsaliti mke wake. Matokeo yametokea namna gani? Huyu mume amekaa ugonjwa wa kuparalize ndani, amekaa muda wa mwaka mzima, miaka 2, miaka 3. Mtoto mwanamke akaja Mwarabu mwingine, akamchukua, akampeleka kwenda kukaa naye. Utizame mzunguko wa maisha. Hawa wanawake ambao tunaowategemea, ambao tunaowatetemekea, unaacha urafiki na jamaa yako juu ya mwanamke, unaacha urafiki na jamaa yako juu ya mwanamke. Kumbuka kama hawa wanawake hawana wema.
mambo mawili kwenye mfuko wako yakiwa na dharura, mwanamke umemkosa. Moja, pesa. Mbili, nguvu za kiume. Ukikaa ndani wanamshughulikia wengine. Kwa hiyo kabla ya wewe kumrubuni mke wa mwenzako, unamfuata mke wa mwenzako, unajivunia nguvu, mwanamke anakusifia nguvu, nikikutana na wewe naridhika. Kumbuka leo magonjwa ya kuanguka kiharusi yanamchukua kijana, yanamchukua mzee, yanamchukua mtu mzima. Unakaa ndani siku nyingi. Mwenyezi Mungu, kila mwenye kuumwa kiharusi tunakuomba umponeshe ya Rabbal Alamin. Tuache kujivunia nguvu zetu kwa kuweza kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya tuyazingatie ndugu zanguni wa Islam. Tuache kibri. Tufate mafunzo ya kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Vijana, mtindo ambao upo siku hizi kwa vijana ni mtindo wa kuchangia wake zenu. Hili liepusheni, liwekeni mbali sana. Wallahi unaweza kuwa na rafiki yako kijana, anamfuata mke wako na haujui kama anamfuata mke wako, lakini marafiki wa huyu mwanamke wanajua thika vizuri kama fulani ni hawara fulani. Na aibu ambayo ipo kwa wanawake wa leo, akiwa na hawara mwanamume mwingine, huwa wana majina matatu. Nyie mna majina matatu mazuri. Jina la kwanza, ukipita barabarani unasikiaga naambia mwenzake kichwa hicho kinapita, kichwa changu hicho. Kichwa. Jina la kwanza. Jina la pili, mtu wangu. Jina la tatu, ukenda nyumbani kwa huyu mwanamke mnaitwa wajomba. Mtoto anaambiwa na mama, wewe Musa, mjomba ule anakuja, mjomba ule, kumbe sio mjomba, hawara wa mama. Nyie mnaitwaga wajomba nyie. Tena unaridhia kuitwa mjomba, na ni hawara wa mama yake. Na mtoto akikuona barabarani anakuita mjomba Musa, mjomba Idi, unaitika, lakini kumbe ujomba huu sio ujomba, wewe ni hawara wa mama. Na tunaridhia sisi, na Allah natuona Subhanahu wa Ta'ala. Nyie kwa neema ambayo mnapewa na Allah, riziki mnayopewa na Allah, mnaitumia sivyo. Unalala, unaamka, unakuja alfajiri, unaswali msikitini. Mwenyezi Mungu nipe riziki ya halali, nipe riziki nzuri. Mungu niko na krize. Mwenyezi Mungu nipe riziki ya Rabbul Alamin. Mbona siku hizi sipati wateja? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasaidia kwa ile siku unapata mteja. Mekanisia unapata gari kwa wingi. Lakini tizama shukurani. Umepata hela, umepokea tu hela. Franga 80,000 umezitumikia ni saa 7. Unajifikiria namna kwenda nyumbani. Unamuona mtoto wa hawara anakuja. Mjomba, naam. Mama alikuwa amesema hivi, wamenifukuza kwenye masomo kwa sababu ya faranga za shule 16,000. Unazitoa bila wasiwasi za hawara yako. Unazitoa bila tabu za hawara yako. Unampa yule mtoto wa hawara aende kusoma. La ajabu la kusikitisha, mtoto wako ana wiki 2 anafukuzwa, unasema hauna hela. Na akikukuta juu ya kitanda unamtombokea kwa sauti ya juu mtoto wako, lakini wa hawara umemlipia. Haya Mwenyezi Mungu hatoyaridhia. Ni mambo yamekithiri, ni mambo yamezidi, ni mambo yapo ambayo Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kufanya nini? Kuyafurahia. Thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im. Siku ya kiyama mtaulizwa kuhusu neema ambazo mnazozipiwa za Allah, mnazifanyia mchezo. Yuko mtu anatamani ampate mtoto amdekeze. Yuko mtu anatamani apate kitoto akitume. Yuko mtu anatamani apate kitoto atembee nacho. Hakupata uzazi. Wewe Allah kakupa uzazi, bado unapiga teke neema za Mwenyezi Mungu. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Neema zote ambazo mnazo ni kutoka kwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuache upuzi. Mmoja
katika mashekhe. Nataka kuonesheni wewe ambaye kuna wakati unampenda mke wako mpaka unamkosea Mungu, mpaka unakosana na ndugu, hausemi na ndugu, husemi na mama yako, husemi na majirani sababu ya kumpenda. Nataka kukuonesha hawa ndio wanawake. Mmoja kati ya wasomi wa dini alikuwa na wake wawili. Anatoa zamu ya Bujumbura na anatoa zamu ya milimani. Imefikia zamu ya Bujumbura, ameteremka, kafanya aksida, kaumia, kaingia hospitali miezi miwili, hajua kuingia na wakutoka. Kalala kwenye kitanda bila kujigeuza mwaka 1.5. Hajigeuzi wala hafanyi nini, haja kubwa na ndogo hapo. Mmoja katika watu wa dini ana wake wawili, na kuumia kwake na aksida yake ni kuja kutekeleza majukumu ya ndoa, kuja kwa mke wake mwingine. Imefikia amekaa hospitali sana, wamempeleka nyumbani. Kakaa nyumbani, si wa kujiinua, si wa kusimama. Bi mkubwa akatizama, akasema hapa hamna kitu. Bi mkubwa ndio wa kwanza kukimbia, akatoka katika ujumba, akakimbia, akamwacha mume. Bi mdogo akajisukuma, muda wa miezi 6 akaona hapa hamna kitu, na yeye akamkimbia. Akabaki hana mke hata mmoja. Lakini huyu bwana yuko na binti yake. Binti anakwenda kwenye masomo ya kizungu. Akija ikifika saa 6, la kwanza binti katoto ka miaka 15, 14. Akifika kwanza anaenda kutizama baba yake amejiharibu. Unajua mtu kuna wakati unapata matatizo, unakosa jamaa wala ndugu wa kuweza kukusogelea. Shida inabaki ya kwako, matatizo yanabaki ya kwako. Binti akajipa majukumu ya kumtengeneza hata baba yake. Anakutana na baba kajiharibu binti. Anachukua mangungu, anamfuta baba, anachukua maji, anamimina maji, anamtengeneza baba, anamvika baba. Kuna siku moja ile binti akalia, kayatoa machozi. Baba yake akamwambia, mwanangu nyamaza. Kwa sababu binti inafikia wakati anamtengeneza baba yake, anaziona sehemu za siri za baba yake hakutarajia. Baba anamwambia, mwanangu jikaze. Hawa wamemkimbia mume wao baada ya kufanya aksida, ameumia kwenye kiuno. Hawa wanawake wanaweza kukukimbieni, asikukoseshi kwa ndugu, asikukoseshi kwa baba yako, kwa mama yako. Ni kwa vile wewe una vitu viwili au vitatu, uko na pumzi na una hela na una nguvu za kiume. Paharibike nguvu za kiume, probleme. Ukose pesa, probleme. Mwenyezi Mungu azidi kutustiri. Walikaa. Huyu baba ana baadhi ya vitu vidogo vya kwake. Waganga wamekatisha tamaa, hutopona. Lakini hakuna jambo ambalo linamshinda Mwenyezi Mungu. Leo anatembea na bikiri peke yake. Anatembea, anakuja katika mambo ya dini, anafanya mambo ya dini. Tukae tuyafanye maasi, tukumbuke kama Allah anaweza kubadilisha afya ambayo tunaojivunia, tunaifanyia maasi, Allah ataibadilisha. Enyi vijana ambao mnakaa mnazini wake za watu, afya inabadilikaga. Muogope Allah kwa hilo. Dua ya mwenye kudhulumiwa hairudi nyuma. Mchafuko umekuja leo katika mazingira yetu. Uzinifu umekuwepo sana, lugha ya mchepuko. Na wanawake wana maneno machafu, wanasema leo ukitaka kuendelea changa kijeshi. Hii lugha ilikuwa inatumika sana. Unasikia mtoto mwanamke anasema lazima uchange kijeshi. Mimi nikamfuata mmoja katika ndugu zetu wa familia. Mimi nikikaa mwe mkizungumza unasema lazima uchange kijeshi. Sasa nataka unitafsirie kuchanga kijeshi maana yake nini? Akanambia, shehe, kuchanga kijeshi ili utoboi maisha na uvae vizuri upendezi. Akija baba fyeka, akija mtoto fyeka, akija mjomba fyeka, tembea na wote, fumba macho, utaendelea, utavaa, utapendeza. Hivi tuna wanawake wa kuchanga kijeshi. Mungu atustirie wake zetu.
Ukiona umempata mke ametulia, wallahi fanya ibada, endelea na mke wako. Wanawake wa siku hizi wana upupu. Dunia ya zamani na nzuri iliyopendeza, mwanaume ulikuwa unamtafuta mwanamke, unambembeleza, anakuambia nitakujibu ukikija, ukienda anakuambia hapana nimetoka hemo, unambembeleza, unampa. Leo anakutongoza alfajiri message, yeye ndio anakutongoza. Tena mkae makini, tule tu message tu baada alfajiri tule. Salamu alaikum, salama, ujambo, si jambo. Alafu akwambii mengi, nitaka tu kujua kama umeamka salama. Unakaa ndugu zangu, kesho tena salamu alaikum, salama, habari za siku, mzima. Umelala aje? Uko tu salama. Haya, nakutakia mchana mwema. Wewe kwa nakutongoza. Sasa na mwanaume asili yake, mwanaume anakuwa na fikra mbaya. Akikaa tu kwenye kahawa na kunywa, asikia ule mwanamke leo wiki mbili tu anasabai, inaonekana ananipendaga tu, anakosa namna kutamka. Alafu wewe unaandika ka message, baby ungefunguka tu, unasema aje? Leo mwanamke ndio anatongoza. Mwingine hapiti mbali. Mwingine anakuambia moja kwa moja nakupendaga, ila wewe tu ndio unajikaushaga. Mwingine ana system ya kutongoza. Asubuhi ni kukuomba ya chai. Jafari, naam. Sijanywa chai. Sina hela. Mimi sina wasiwasi. Hata ukituma 1000 tu, afu anamalizia, anajua kama utakataa, ni mtume Saidi. Nipe tu limikashi. Ndio hali ambazo tuko nazo, na asili ya mwanaume hatoagi hela yake bure. We subiri baada kuitoa mara 2 mara 3. Ombi lenye litakwenda hapo, na bembele zako utafiri kwa karibu ya Al-Kaaba. Kuna mwanaume anambembeleza mwanamke, unadhani yuko kwenye Al-Kaaba, yuko anamuomba Mungu. Wengine na maneno mabaya. Wallahi jana usiku sikulala. Hivi una habari kama jana hata nimekula matenge tu mawili, nimekufikiria tu nimeshindwa kula, unataka nife. Bila wewe siwezi kuishi wallahi. Tuna anatiana wallahi. Mwanamke anakataa, mwanaume anaendelea. Sasa wewe na au ni hurumii, mwenzako silalagi, mwisho siku hizi nakuwa hata nashindwa kuoga vizuri, sipigagi sape zangu. Nikubali. Na hakuna watu wenye huruma siku hizi wa uibilisi kama tu binti tu mwaka wa 2000. Tuna huruma, sio wakaushi kama wa zamani. Mwenyezi Mungu stiri kizazi chetu. Tutoto tubaya sana. Tutoto tunasumbua jamii. Kama jamii hukujielewa utakwenda hovyo. Mwenyezi Mungu azidi kutulinda. Lakini kwa kweli, pamoja na ushehe wangu, ninazungumza ukweli wa mambo. Watoto wa miaka 2000 wallahi ni wazuri, ila Mwenyezi Mungu awape ucha Mungu, na atupe na sisi ucha Mungu. Ni wazuri. Wanatabia kuchokoza baraza za kahawa, kiona mmekaa, wana nguo zao za kuvona, mamwendo yao ya kujibinua. Hamjaona siku hizi binti wa kizazi 2000 anavaa nguo, anajibana, wana namna kubinua maziwa, afu hapa jua anaacha wazi, anatembea, anacheza hivi. Hamjaona hivyo? Kwa uchokozi anapita baraza la kahawa, anarudi, afu unamwona mmoja anakunywa kahawa, kikombe kiko huku, jicho liko huku. Tunajistiri ndugu zangu ni Waislamu. Tujistiri. Dunia ni mbaya, tumuombe Allah tuhifadhi na tulinde. Wallahi tuko pamoja. Sichekeshi. Ndio hali ambayo ipo. Wallahi sichekeshi. Ndio hali ambayo ipo. Ile hutubu 17, hotuba yangu nikaupiga mfano. Nikasema ili neno nalikariri. Sisi wote, mimi na nyinyi, wallahi tulikuwa sisi hatukupata kuona mama yako katoka kukoga kaanika chupi. Sisi hatukupata kuyaona chupi ya mama. Sisi hatukupata kuona ushanga wenye mama anavaa. Alikuwa na ufichika sehemu, mtoto usioni ushanga wake. Leo bitizami,
Binti wa kizazi cha 2000 anavaa chupi alafu anamimina ushanga juu, anajirekodi na video. Alafu akisha kujirekodi vizuri anakuonesha matako, anagekosha kupa matako, akitaka kumaliza video afu anakuita hivi kwenye video. Afu kana katika, afu roho inakuuma kwa nini kalikatika. Ndio hali ambayo zipo. Si ndio mitandao yetu ambayo tuko nayo leo. Mwenyezi Mungu atunusu, utakimbilia wapi? Iweko kwenye ma-Facebook vimejaa. Mtoto mwanamke, iwe ni wa Burundi, iwe ni wa Tanzania, iwe ni wa wapi, wallahi leo anachukua kola, anachukua shanga karibuni 10, anazimimina juu ya kola yake, kitovu wazi, anacheza. Ndio tunaona. Tutaponea wapi? Leo tutaponea wapi ndugu zangu Waislamu? Tujitahidi tulinde nafsi zetu. Tujitahidi tuwalee watoto zetu kidini. Mtoto binti yako atoke amevaa vizuri. Alafu kuna baadhi wa kina mama unasikia gani kuletea mashtaka. Wallahi shehe, mimi wale majirani wanafuatilia mtoto wangu. Wanamfuatilia sana. Mtoto wangu mpole masikini. Mtoto wangu hawagi anakosea mtu. Sasa huyo mtoto wake kaja kutajia jina. Wewe aka nikamalaya, aka katoa mimba, aka nilana kumu. Yaani kuna mtoto ni mumalaya sana. Wala baba usimwapiaje mtoto wako. Eti mimi mtoto wangu ni mpole, na katazeni. Usijisifu mimi sijui mtoto wangu mpole. Usijisifu sijui mimi mtoto wangu. Nitoe siri. Walimu wenye kuhifadhisha Qur'ani wanisamee kidogo. Wanisamee sote. Nyie mshagaona walimu wenye kuhifadhisha watoto Qur'ani wanawawaga wale watoto wenyewe wanahifadhisha Qur'ani. Umemfadhisha mtoto Qur'ani msafu mzima. Umemfadhisha mtoto juzu 20, juzu 15. Huyu si mcha Mungu, mbona haumuoi? Wanakuwa wanapokezana ule mtoto tafini kalo okay. Anaona huyu nije kumuoa, fulani ameshatembea naye na fulani ametembea naye. Hii ni secret na kupeni. Hivi inabidi yapatikane masomo ya walimu wa kike kuhifadhisha mabinti wenzao. Ninasema kwa sababu sisi tuliyapitia mengi ndugu zangu Waislamu. Hata hii shughuli ya kwenda kufundisha katika manyu. Wana tabia moja mbaya tulizidiriki, nataka kuzitaja. Anaweza kuwa labda amefisha mume, hana mume, yuko na watoto zake. Umefika, mwalimu umefika unakaa kwenye kiti afa anakuambia, "Mwalimu naenda kwanza kujimwagia maji." Anaenda anakoga, anafunga kanga moja na nyingine anafunga kwenye kifua, alafu anakuja barazani. Mnasoma wailu likuli umazati lumazane, wailu likuli umazati, mara kikombe kimefunguka kidogo, mara anakifunga hivi. Mwalimu kijana yuko kwenye msafu, jicho linapandaka kidogo hivyo afa anateremsha hivi. Hapa kuna problemu ndugu zangu Waislamu. Wallahi lazim. Haijuzu kidini mwanaume kumsomesha mwanamke sehemu ya faragha. Suala lingine nataka kuhadithia ni hili ndugu zangu Waislamu. Msidhani nimeleta mada hii kwa lengo la kuchekesha. Ninataka kuzindueni mambo ambayo yapo. Ndio mada zangu mara nyingi. Kuna miji mingi ya kimya kimya. Unakutana we baba, unakaa tuseme Kibenga. Alafu unatokaga asubuhi, wewe unarudiaga saa 3 ya usiku. Kuna kijana anakujaga kwako kufundisha, uko na wabinti watatu wa miaka 16, 17 anakuja kuwafundisha Qur'an. Mama yao anakwenda huko kijana kufundisha, mama yao kuna kilio Buterere kaja kuzika. Alafu hiyo siku kuna binti mmoja amechelewa shuleni, amekuja kusomesha, akakutana kuna binti mmoja. Alafu kumbukeni kule kuna klotire na kuna geti imefungwa. Hawa vijana wawili hiyo Qur'an wanafundishana, tuambishane ukweli, kuna Qur'ani gani ya watoto wadogo hapo? Ni probleme. Sisi ndio tunafungua mlango wa zinaa. Ukiwa na mke wako wakufundisha, unataka asome Qur'an, kuna watoto wamehifadhi juzu 20, juzu 15, juzu 5. Mwito huyo mtoto wa kike ndio amfundishe Qur'an mke wako. Hata kupeleka kuna vitoto, kuna wamama wazeeki.
Uko naye wewe unajiona ni mtu mkubwa. Huyu mama tuko naye na wajukuu wawili, kuna wamama wazeeki. Roho yake inamili kwa vijana, afu unamsogezea kijana. Mara unaanza unasikia baba fulani, mimi sijapata raha kabisa ya kumnulia mwalimu wangu kanzu, laidi hii imekuja. Afu na mume naye anasema basi kuna zile kanzu nyeupe zile za vemi. Unasikia mwanamke kabisa anatumbuka. Mwalimu wangu afanya vemi. Tamnulia ya laki baba, zindukana hapo. Zindukana. Tujitahidi tujiepushe na mambo ya haramu. Tuwe watu wa sunna. Mke wako afundishwe na mwanamume na mke wako afundishwe na mwanamke, na wabinti zako afundishwe na wanawake. Cheni kufungua milango ya zina. Milango ya zina cheni kufungua. Na suala lingine la kuambia watu, mtu akiwa rafiki yako, ni rafiki yako wewe, asiwe rafiki wa mke wako. Sio yale masuala unakutana na mtu hayupo, wewe unakwenda kwa rafiki yako. Bwana huyu bwana hayupo. Unakaa barazani, wanakusongea ugali, unakula, wanazungumza, alafu kwa junu kwa shemeji mtu kaja saa 6 mpaka saa 11 hajatoka. Na mwenye nyumba hayupo. Ushemeji gani huyu, ubaridhuli huyu? Sunna unaenda kwa rafiki yako. Huyu fulani yupo, hayupo, toka. So jifanye uko rafiki wa mke wa mtu. Maana kwa wanawake wana tabia ya kuanza kulalamika, kutoa malalamishi. Unaona? Wallahi afadhali hata hivyo umekuja. Huyu jamaa yako mimi amenishinda sana. Hii ndoa mimi naona afadhali nitoke. Shemeji unataka kutoka kwa nini? Ona kama vile ametoka kuacha chai. Chai tu shemeji. Si unaniambia mimi kuliko kutoka bwana, kutuharibia undugu. Undugu. Anamwachia hela pale. Bwana shemeji inakwenda, ukiona matatizo yote utaniambia. Na shemeji ukimpa hiyo fursa, pakipita wiki. Shemeji na wallahi mwana simwambia kaka kwa kachukia. Unaona kuna jirani mmoja hapa anaolewa, kuna sare ya franki 30 tuswe hela nyingi. Unaonaje? Tanunua. Hapa ndo panaanza uhawara wa huyu mwanamke na huyu rafiki yako. La mwisho la kumalizia katika hotuba yangu ni hili. Maanake nimesema, nilikuja nimepanga hotuba kwa hiki kitabu, nikasema sifunui, nataka kuzungumza ustawi wa jamii. Makosa ambayo yako kwenye jamii yetu. Hotuba ndio hii niliacha pale. Nataka nizungumze makosa yenye yako kwenye jamii yetu. La mwisho ni hili. Wakina baba zindukeni, haya makundi ya familia, ya mikutano ya familia, mikutano familia, zindukaneni. Tena msinielewe vibaya. Mikutano ya familia, mke wako kila wakati mikutano ya familia. Kuna wake, sisi tuko tunakata kesi. Umomo kwenye mikutano ya familia, wanapendana na binamu zao. Wanatembea na binamu zao. Umomo, unamwona contact na binamu yake, na zile hela za fulani nakuja kuzichukua, anakuja. Mara kwa mara wanazungumza kwenye simu. Contact, bwana, wewe hujalipa hela. Umomo kwenye ubinamu, umomo kuna vurugu. Sababu kuna aya kishaitani Kiswahili, binamu chakula cha hamu, wanalana umomo. Unajua ni binamu. Hili linaharibu nyumba nyingi. Mke tu anakuaga, anakuambia tuna kikao cha familia, kitakuwa wapi? Anakuambia kitakuwa Kanyosha. Mke anatoka saa 2 asubuhi mpaka saa 3 hajafika. Hii asubuhi mpaka saa 3 iko tu kwa hicho kikao cha familia kweli? Pale wanaume tunaziacha ruhusa zetu hivi tu. Wala tabaraji na tabaruja aljahiliya. Wala msitoki kama watu wa ujahili wa zamani. Tokeni kwa ruhusa za waume. Sio kila kikao cha familia. Kuna kikao cha kumkubalia mke na kikao sio cha kumkubalia mke. Ukiona kwenye familia kuna wabinamu ni wahuni. Usikubali hicho kikao cha familia. Kufa maskini. Kuna vikao vya familia wabinamu ni wahuni, wafidhuli. Tumombe Mungu msamaha. Kwa makosa tunamkosea usiku na mchana, ni Mungu mwenye kusamehe waja wake. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna faqala ta'ala mukhbiran wa amira
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فامتثالا لأمر الله وحبا برسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة مبشرين بالجنة وعنا معهم بكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم سلمنا من آفات الدنيا وفتنتها اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا واعطنا ولا تحرمنا. Ewe Mwenyezi Mungu, kati yetu kuna watu wana maradhi sugu, waponeshe ya rabbal alamin. Ewe Mwenyezi Mungu, kati yetu kuna watu wanasumbuliwa na pressure, Mwenyezi Mungu tunusuru na pressure. Kati yetu Mwenyezi Mungu kuna watu wana krizi, waondolee krizi zao. Kati yetu Mwenyezi Mungu kuna watu wanahitaji kwenda Maka kuhiji, wape uwezo waende Maka kuhiji. Kati yetu kuna watu wanahitaji waponyoke wapate visa kwenda Ulaya. Mwenyezi Mungu saidia waende Ulaya, mwenye kuchukia achukie. Kwa rehema zako na baraka zako. Kuna watu wana hamu ya kuoa, Mwenyezi Mungu saidia waweze kuoa. Kuna watu ni wazinifu, Mwenyezi Mungu wape uwezo waweze kuoa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa aqimis salam.